Bwana Yesu makofi, haleluya. Fungua kitabu cha Yohana ile sura ya 3. Maandiko yanasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kama unaandika, andika Roho Mtakatifu au kuzaliwa mara ya pili. Roho Mtakatifu au kuzaliwa mara ya pili. Kwa nini tunajifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu? Na asilimia kubwa siku ya leo nitasimamia ili andiko la Yohana sura ya 3 mstari wa 1 na pale nilipoishia. Kwa nini tunajifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu? Kitu cha kwanza lazima tutambue kuwa kila kiungo katika mwili Mungu amekiweka kiwa na maana kubwa, kwa maana ya kwamba kina umuhimu mkubwa sana katika huo mwili, ndio maana kikawekwa na Mungu. Mwili ni mmoja lakini una viungo vingi. Kwenye mwili kuna mikono, kwenye mwili kuna miguu, kwenye mwili kuna macho, kwenye mwili kuna pua na viungo vingine unavyovijua hata kama sijavitaja. Na kila kiungo kina kazi yake ya muhimu. Na wakati mwingine kila kiungo kimepewa jukumu lake. Kuna uwezekano wa kiungo kingine kufanya kazi ya kiungo kingine, lakini ile kazi haitafanyika kwa ufasaha kama ambavyo kiungo husika kingetenda kazi yake. Kwa ina maana kila kiungo kina umuhimu wake mkubwa. Sasa kadhalika Roho Mtakatifu anao umuhimu wake mkubwa katika maisha ya mtu aliyeokoka. Roho Mtakatifu na kazi anayoifanya Roho Mtakatifu, hakuna mtu mwingine anaweza akaifanya. Kwa bahati mbaya nimesema hivi, katika viungo vyetu vya mwili tulivyo navyo, kuna baadhi ya viungo vinaweza vikafanya kazi ya kiungo kingine, lakini ile kazi haitafanyika
kama ilivyokuwa inakusudiwa. Lakini kile kiungo kinaweza kikajaribu kufanya angalau katika hali fulani, hata sio katika ubora wake sana. Yawezekana hauna miguu, mikono inaweza ikajaribu kusaidia kidogo kazi ya Mungu, lakini haitafanya vizuri sana, ila inaweza ikajaribu. Lakini pia kuna maeneo yawezekana unataka kujisogeza kutoka hapa kwenda pale, sehemu ambayo sio ndefu zaidi. Mkono unaweza ukapambana angalau kusogeza pale, lakini utakuwa umeupatia ule mkono au mikono kazi kubwa, kwa sababu ile mikono haikuwekwa ili ikusaidie kutembea. Lakini nimesema hivi, mikono inaweza ikajaribu kidogo kufanya ile kazi, lakini haitafanyika vizuri. Ukihitaji kukimbia kabisa, haitaweza. Sasa nimesema kwamba kama ambavyo kila kiungo katika mwili kina umuhimu mkubwa sana na kimepewa kazi yake ya msingi, na hakuna kiungo kingine kinaweza ikafanya hiyo kazi, kadhalika Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu aliyeokoka amepewa nafasi ya msingi na kazi kubwa, na kwa bahati mbaya hakuna mtu mwingine anaweza kufanya kazi anayoifanya Roho Mtakatifu. Hata kwa kiwango kidogo hayupo anayeweza kusimama kwa niaba ya Roho Mtakatifu hata kwa sekunde moja, na hata kuwepo. Sasa Yesu alisema jambo katika kitabu cha Yohana sura ya 14, ukianza na ule mstari wa 15. Yohana 14 mstari wa 15. Yohana 14 mstari ule wa 15. Maandiko yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. 16 anasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Katika vitu vyote ambavyo Yesu aliviona ni vya muhimu, na hivi hakuna mtu mwingine anayeviachilia isipokuwa Baba peke yake, Yesu alionyesha jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana mbele za Baba, na hakuna malaika yoyote ambaye anaweza akawa na nafasi ya kumwachilia isipokuwa ni Baba pekee. Kuna vitu ni vya muhimu katika familia. Mtoto haruhusiwi kuvitoa, mfanyakazi haruhusiwi kuvitoa. Kuna kitu cha muhimu ni Baba peke yake anaruhusiwa kukitoa. Sasa Yesu anaonyesha jinsi ambavyo Baba anamtukuza Roho Mtakatifu, lakini kwa sababu ni mwana wa pekee, anamuomba Baba amwachilie Roho Mtakatifu. Na Yesu alijua hivi, wanafunzi wakipewa Roho Mtakatifu wamepewa ukamilifu wa Mungu. Kwa hiyo hawatahitaji kitu kingine. Na ndio maana Yesu anasema, nami nitamuomba Baba, naye atawapa Roho Mtakatifu. Sasa kumpokea Roho Mtakatifu ndiko kuzaliwa mara ya pili. Kumpokea Roho Mtakatifu ndiko
kuzaliwa mara ya pili. Mazungumzo ya Yesu na Nikodemo yanadhihirisha wazi kwamba kuzaliwa mara ya pili ni kumpokea Roho Mtakatifu. Maana alisema hivi, mtu asipozaliwa kwa Roho na kwa nini? Na kwa maji. Lakini alikuwa anamaanisha kwamba waliozaliwa mara ya pili ndio waliopewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na huko kuzaliwa mara ya pili ndiko kumpokea Roho Mtakatifu. Kwa sababu hapa unazaliwa kiroho. Kuna uwezekano mkubwa mtu akaokoka akawa Mkristo wa miaka mingi kanisani, lakini hajazaliwa mara ya pili. Kuna uwezekano mkubwa kabisa. Kwa sababu anayedhihirisha kwamba huyu mtu amezaliwa mara ya pili na anayemzaa mtu mara ya pili ni Roho Mtakatifu. Twende taratibu. Tuanze na ule mstari wa kwanza. Anasema basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia Yesu usiku akamwambia, Rabi, tuwajua ya kuwa mwalimu. Mambo muhimu yanayotokea kwa mtu aliyezaliwa mara ya pili au aliye na Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza ni hapa. Nikodemo anasema tuwajua ya kuwa mwalimu. Lakini kitu cha muhimu hapa anasema umetoka kwa Mungu. Umetoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa nini Nikodemo? Na nafikiri sio yeye peke yake, na watu wengine walitambua ya kwamba Yesu ametoka kwa Mungu. Kwa hiyo jambo la kwanza, unapokuwa na Roho Mtakatifu kuna vitu vitatokea. Jambo la kwanza, watu watajua kuwa umetoka kwa Mungu. Watu watajua kuwa umetoka kwa Mungu, hata bila wewe kuambia. They will know, watajua umetoka kwa Mungu. Na atakayewajulisha kwamba wewe umetoka kwa Mungu ni yule Roho Mtakatifu aliyoko ndani yako. Atawafanya wajue umetoka kwa Mungu. So Nikodemo anazungumza maneno, anamwambia Yesu, tuwajua ya kuwa umetoka kwa Mungu. Kwa hiyo mtu aliyezaliwa mara ya pili aishi tu kuwa na ule uasilia ndani yake mwenyewe kwamba nimezaliwa mara ya pili, lakini watu watajua. People will know. Watu watajua kwamba huyu ametoka kwa Mungu. How will they know? Watajuaje? Kwa sababu vitu vya Roho Mtakatifu havitaishia ndani, lakini vitatoka mpaka nje na kuwajulisha watu wengine kwamba huyu sio mtu wa kawaida, huyu hajatoka duniani, huyu
ambaye amezaliwa mara ya pili, ukaanza kutafuta kujua kama ameokoka au hajaokoka, no, moja kwa moja utajua huyu ameokoka, kwa sababu kuna vitu vya kiroho ambavyo havitaishia ndani, vitatoka nje, ataonekana waziwazi. Kwa kuwa Yesu Kristo alikuwa na Roho Mtakatifu ndani yake, siku moja akawauliza wanafunzi wake, watu wanasema kwamba mimi ni nani? Wakatoa majibu, wengine Elia, wengine nani, wengine nani. Akawauliza wanafunzi, na ninyi mnasema mimi ni nani? Petro akajibu akasema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu. Alafu Yesu akamwambia, damu na nyama havikukufunulia hivi, bali Roho au Baba amekufunulia. Kwa nini Petro alivijua vile vitu? Kwa nini Petro hakubatisha? Kwa nini Petro hakuzungumza kama watu wengine ambao walikuwa wanabatisha? Elia na kwa nini Petro alikwenda moja kwa moja? Kwa sababu unapokuwa na Roho Mtakatifu watu watajua. They will know. Watajua umetoka kwa Mungu. Na wakati Petro anasema hayo, kwa wakati huo bado Petro alikuwa hajajazwa Roho Mtakatifu, kwa maana Yesu alikuwa hajaja bado. Kwa hiyo watajua. Nicodemus anapozungumza kwa habari ya Yesu Kristo kwamba umetoka kwa Mungu, Nicodemus alikuwa hajajazwa Roho Mtakatifu, alikuwa ni mtu wa kawaida, alikuwa ni mwenda kanisani kawaida, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu aishi kukaa ndani, anatoka na nje na kuwatambulisha watu kwamba kifaa hiki mnachokiona sio kifaa cha kawaida, kimetoka kwa Mungu. Nasema mhubiri aliyetoka kwa Mungu anajulikana na watu watamjua. Mbinguni hakuna kitu kidhaifu. Mbinguni hakuna kitu kidhaifu. Nasema hivi, chochote kilichotoka kwa Mungu kina utukufu wa Mungu, kimebeba nguvu ya Mungu, kimebeba uwezo wa Mungu. Chochote. Fimbo iliyotoka kwa Mungu haiwezi kulingana na fimbo iliyotoka kichakani. Nasema hivi, Musa alipopewa fimbo na Mungu, okay, alikuwa mchungaji, lakini Mungu alimpa fimbo. Ile fimbo ilikuwa ni fimbo, lakini ilifanya vitu vikubwa ambavyo fimbo zingine zote haziwezi kufanya. Kalamu iliyotoka kwa Mungu sio kalamu ya kawaida. Wimbo uliotoka kwa Mungu sio wimbo wa kawaida. Muziki uliotoka kwa Mungu sio muziki wa kawaida. Neno ambalo limetoka kwa Mungu sio neno la kawaida. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako anakufanya kuwa mtoto wa Mungu. Yohana 1:12 anasema wote waliompokea aliwapa uwezo. Waliompokea nani? Roho Mtakatifu. Japo sisi tunajua wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo. Wote waliompokea Roho Mtakatifu Yesu aliwapa uwezo. Yaani uwezo kumtenganisha Yesu na Roho Mtakatifu, uwezo kumtenganisha. Anasema hivi, mimi nisipoondoka yeye hawezi kuja. Kwa hiyo inatakiwa mimi niondoke ili yeye aje. Hao watu ni kama wanafanya kazi moja.
watu watajua kuwa umetoka kwa Mungu kwa sababu Roho Mtakatifu anakupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Japo wewe ni mwanadamu wa kawaida. Wanaonielewa waseme amini. Ni uwezo wa Mungu. Matendo moja nani anasema nani mtapokea nguvu? Mpe nafasi Roho Mtakatifu, atafanya hiyo kazi. Kwa sababu yeye anakuja kukifunua kitu ambacho ni cha kimungu ndani yako. Japokuwa wewe ni mtu wa kawaida na watu walikuona kawaida, ila yeye anapokuja anakifunua kitu cha kimungu. Na ndio maana anasema the Holy Spirit will turn you to another person. Atakugeuza kuwa mtu mwingine. So yule mtu wa kwanza wanamjua, lakini mtu wa pili pia akija watamjua. Nasema hivi, kama mtu wa kwanza walimjua na mtu wa pili akija watajua huyu sio wa kwanza, huyu ni wa pili. They will know. Watajua. Msaidie mtoto ili atu. Watajua. Hao waliomjua wa kwanza, hao watamjua na wa pili. Sasa nani anafanya kazi? Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakupa uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Anakupa uwezo. Anakupa uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Anakupa uwezo. Hebu sema Roho Mtakatifu. Sema kwa sauti, Roho Mtakatifu ananipa uwezo. Ananipa uwezo. Ananipa yeye uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Unapewa uwezo. Mariamu anamuuliza malaika, litawezekanaje neno hili? Malaika akamwambia usiogope, Roho wa Mungu atakujilia juu yako, atakupa uwezo. Na usio uwezo wa kawaida. Ni uwezo unaokufanya kuwa mtoto wa Mungu. Halali. Unakuwa mtoto wa Mungu kabisa. Kana kwamba hujawahi zaliwa duniani. Kana kwamba hukuwahi kutokea kwenye ukoo huo wanaojua watu. Unajua hivi. Unapewa uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu kabisa. Kabisa. Jambo lingine ambalo Nikodemo alizungumza, jambo la pili. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu, haya ni mambo ambayo lazima yatokee. Jambo la pili, kuna mambo ambayo hayawezi kutendeka isipokuwa Roho wa Mungu yuko pamoja na wewe. Yataanza kutendeka. Na maanisha hivi, kuna mambo ambayo hayawezi kufanyika kwa mtu yoyote, mwenye cheo chochote, mwenye elimu yoyote, mwenye sura yoyote, mwenye utajiri wa aina yoyote, mwenye hali aina yoyote. Kuna mambo hayawezi kufanyika kwake isipokuwa mambo hayo ambayo hayawezi kufanyika kwa watu wa aina hiyo ambao nimewataja, na zaidi ya hao yanaweza yakafanyika kwa mtu aliye na Roho Mtakatifu. Kwa sababu yale mambo hayafanyi kwa elimu, hayafanyi kwa fedha, hayafanyi kwa ujuzi wowote wa kibinadamu, yanafanywa kwa uweza wa Mungu. Na anayeyafanya ni Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, jambo la pili lazima ujue kwamba kuna mambo yataanza kufanyika ndani yako ambayo hayawezi kufanyika kwa mtu wa kawaida asiye na Roho Mtakatifu.
Sema amini. Nikodemo alisema hivi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, si ndio? Jambo la pili akasema hivi, kwa nini? Kwa maana hakuna mtu aweza